sikia na utege sikio lako sasa, todo nedraje huko aleria. Ninaanza kukuambia kila ninachotaka, na ukikosa kufanya shauri yako. One day niliwaambia hapa ya kwamba tulienda kuombea watu. Mimi sinanga shida na kuombea, niende huko oera. Lakini kwa sababu nimeitanisha na huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sema baba, si Biblia inasema mtaekelea mikono, si ndio? Wenye kupona wapone, kama ni kwenda bigudi yaende shauri yake. Ni nani ataibika? Bwana Yesu asifiwe. Si ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hisi kusema hivi kwa sababu ninasikia kwamba kuna neema tofauti sana. So, nikienda hapo na niseme in the name of Jesus upone. Nimemaliza. Si nimeita Yesu. Na mimi ni chombo yake. Kwa hivyo ni yeye atafanya bidii aponye ama afanye kila anachotaka, utukufu mrudie. Unaelewana? But today I thank God because Daudi hapa anatupatia changamoto kubwa sana. Anasema ya kwamba uteke sikio lako. Sikio lako na lisikie neno langu. Sikio lako na isikie neno langu. Penina. Bwana Yesu asifiwe. Mai, mama. Hebu niambie si Mungu namwambie hivi. Sasa Mai, si Mungu namwambie hivi. Ulikuja asubuhi mapema. Vile tu umekaa. Nasikia neno langu. Na utoki hapo. Wewe sister, noranyita wega. Haleluya. Huyo Mungu mwenye anatumia wengine ana uwezo wa kukutumia hata wewe. Nataka tu asubuhi ya leo. Alafu akasema hivi. Wacha tumalizie alafu tuingie hata tu praise. Amen. This is hii ni vitu ambayo God anadeclare. Anasema hivi. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Umesikia vile anavyoanza? Ameanza kuattack God. Anamwambia sikia na usikie neno langu, sio neno lako. Sasa baba, usikie neno langu. Nimekuja na hii. Sikia neno langu. Anasema dhihirisha fadhili zako za ajabu. Oh God. Natarajia ningesikia watu wakisema amina kubwa. Sikia hii. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Maana wewe umeitanishwa na Mungu. Unakaa na Mungu. Unatembea na Mungu. Huyo Mungu adhihirishe uwezo wake kwa maadui zako, waone ya kwamba na huyu mtu kumbe hayuko peke yake, ana Mungu wake. Dhihirisha uwepo wako, dhihirisha nguvu zako. Makatalado. Unanielewa? Wewe uwaokoae. Sikia vile anasema. Huyu Daudi anakisirani. Hii maombi ni tamu. Anasema ya kwamba wewe uwaokoae wanaokukimbilia. Wewe uwaokoae watoto wako ambao wameingia kwa hii nyumba. Uwaokoe. Oh my goodness. Wanaokukimbilia. Kwa mkono wako wa kuume uwaokoe. Nao wanao waondokea. Alafu anasema ya kwamba unilinde kama boni ya jicho. Today I thank God that wakati umeelewa umebeba nani. Biblia inasema ya kwamba Daudi akamwambia Bwana, licha nimeomba ombi hii, lakini ni ombi la moyo wangu, unilinde kama mboni la jicho lako. My goodness, ni kitu gani ambayo inakuanga sensitive kama macho? Hakuna. Sasa hitu mtu baba tu kusema tu kweli apitishe, hata apitishe tu hivi. Ona apitishe hata unanielewa? Inakuanga very sensitive hapa. Unanielewa? Daudi anaongea maneno ya kwamba unilinde kama mboni ya jicho lako na unifiche chini ya uvuli wa bawa zako. Bwana Mungu, ninatangaza asubuhi ya leo kwa jina la Yesu ya kwamba Bwana Mungu atakulinda. Bwana Mungu atakuprotect, lakini atakuprotect in one condition, ikiwa utatembea kwa njia zake.
tuache tu kujichanganya. My sister here alitoa testimony last week, ile nyingine akasema ya kwamba hii madhabahu Mungu anajibu. Mungu anatenda. Mungu anafanya mambo. Hebu niambie, just imagine watu ambao unajua kabisa ni wachawi na ni warogi. Amen. Mungu anawachanganya. Umeona hiyo kitu? Si ni mzuri? Mungu anawachanganya. Wanatoka huko, wanaingia, watu wameamuka. Just imagine, unajua hiyo kitu mpaka sasa ingali kwa macho yangu. Ati wanaamuka asubuhi, lakini Mungu amegeuza anga yao. Wanaona ni usiku. Na wanatoa manguo. Wanaenda kwa shamba yenu. Vile wanafanyanga vituko usiku. Sasa nilikuwa na imagine wale watu wote wa hiyo kijiji ama huo mji. Naona pale kuna wamama labda walikuwa wanapalilia mashamba zao, kuna wengine labda walikuwa wanaweka tuta, kuna wengine walikuwa na shanga, walikuwa wanaona video. Oneni wale wamama, oneni huyo mzee ako uchi. No, hapa kuna kitu Mungu anakusaidia kuelewa ya kwamba umebeba Mungu mkubwa. Inua tu mikono yako juu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninataka tuombe ombi hii ya kwamba Mungu ainue imani yako, ya kwamba kuanzia leo ulimi wako huo, hiyo kinywa chako kitatumika. Wacha tukitumuke kama vile Daudi anasema ya kwamba Mungu nimekuita. Amen. Ya kwamba from today utamuita huyo Mungu na Mungu atakusikia. From today utakuwa na kisirani ya kumuita Bwana na utakuwa na hiyo uhakika. Haleluya. Neno la Baba likasema ya kwamba maana utaitika na utatega sikio lako. Sijui kwa nini nilihisi wakati tulipoingia hapa asubuhi nikakwambia ya kwamba omba tu Mungu afungue tu masikio yako ya rohoni, afungue tu macho yako ya rohoni, uweze kuwa na uhakika na huyo Mungu kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana, inua imani yangu. Kwa tu kinywa chako mwambie Bwana, inua imani yangu. Jina la Yesu. Mwambie tu Bwana ainue. Ainue tu. Akuinulie tu kiwango cha imani. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ya kwamba siku zote vile neno la Baba limesema ya kwamba na Bwana atadhihirisha fadhili zako za ajabu, na wewe waokoaye wanaokukimbilia kwa mkono wako wa kuume. Bwana utatuokoa. Bwana atatuokoa. Ninajua ya kwamba nyakati na majira ambayo tunayoishi katika ulimwengu huu, jamani, kuna mambo mengi tunayopitia. Kuna watu wengi ambao Bwana, kuna watu wengi yani mtu tu anakaa na waza anapokuona tu unapofanikiwa. Na niliwaambia kitu moja, kuna watu hawafurahi vile unavyohudumu. Kuna watu ambao hawafurahi vile unaendelea. But we thank God today that Bwana atatuficha. Watu wanaotutafuta hawatatupata. Watu watakao tutafuta hawatatupata kwa ajili ya Mungu. Kwa hivyo ninakushukuru Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo tu ninasikia tu ya kwamba Bwana anainua imani yetu. Tutamwamini Mungu kwa mambo makubwa na mambo ya ajabu kwa jina la Yesu Kristo. Tunapotumalizia hiyo maombezi na kipindi hicho cha maombi, tunashukuru Mungu ametupatia dakika 35. Haleluya. Shika tu mwenzako mkono. Amen. Shika tu mwenzako mkono. Hali ambapo make sure that umeshika mwenzako mkono. Amen. Biblia inasema watu wawili hawawezi enda kama wajapatana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tukiwa tumeshikana tu mkono, nataka tufungue kinywa chako. Uombe ombi hii, tuseme mapenzi yako Bwana itendeke kwa mwenye nimeshika mkono wangu wa kushoto na mkono wangu wa kulia kwa jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako. Fungua tu kinywa chako. Kuna watu hawajui kujiombea, lakini tunabeba neema hiyo. Mwambie tu Bwana asubuhi ya leo, yule nimemshika kwa mkono wangu wa kuume ama wa kushoto, Bwana kutana na hitaji lake. Nainua imani yangu, nainua imani yake ya kwamba vile amekuja mahali hapa,
Bwana ukamhudumie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu tu akutane na hitaji lake. Ninajua ya kwamba wakati mwingine, wakati ambapo vile mimi naweza jiombea, siombingi na ile impact sana, lakini wakati ninaombea mtu, ninaombanga na impact kabisa, maana kile ambacho ninaomba kitendeke kwake, na hisi moyo wangu ya kwamba ninakiombea kitendeke, ili hata anapotoka hapa atasema ya kwamba na ile maombi tulishikana na tukaomba. Nilikuwa naomba amani, Mungu alinipea amani. Nilikuwa ninaomba breakthrough, Mungu akanipatia breakthrough. Nilikuwa ninaomba uponyaji, Mungu kupitia ile maombi tulishikana, Bwana nikahisi ya kwamba ananihudumia katika jina la Yesu. Oh God, Father, we thank you. Baba wa mbinguni, Lord, vile ambavyo Baba tumeshikana mikono zetu, Bwana wa majeshi, ninaomba ya kwamba Bwana unakutana na hitaji ya yule ambaye nimemguza Bwana, na yule ambaye Baba Mungu mfalme wa amani, my redeemer, Jehova Baba wa mkono ya kulia na kushoto, Bwana Roho Mtakatifu, my God, kutana na mahitaji ya watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Tukiwa tu katika hiyo hali, tunapomalizia tumeshikana tu namna hiyo, nataka ufungue kinywa chako uombe Apostle Dura wa Ruige kwa jina la Yesu. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu akutane na hitaji la mtumishi wake kwa jina la Yesu. Sijasema uachilie mkono, ni vile tu mmeshikana tu namna hiyo. Nataka tumwombee mtume kwa jina la Yesu Kristo mahali alipo na vile ambavyo amejiandaa kuja kutuhudumia. Bwana Mungu amsaidie, Bwana Mungu atende mapenzi yake kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Baba, kutana pamoja na mtumishi wako. Baba, umemwandaa wiki yote mzima. Tunamuombea asubuhi ya leo, mchana wa leo. Tunamfunika kwa damu ya Yesu, tunamfunika kwa damu ya Yesu, ya kwamba hakuna silaha ya adui itakayofanikiwa juu yake. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu Kristo, my God. Bwana Yesu Mungu, dhihirisha nguvu zako juu yake, dhihirisha upako wako juu yake, dhihirisha miujiza juu yake, dhihirisha mapenzi yako na makusudi yako juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asante, maana wewe ni mwaminifu. Wacha mapenzi yako Bwana ikatendeke, na ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Inua tu mikono yako juu tunapompa Bwana Yesu sadaka yetu nzuri ya makofi. Inua tu mikono juu namna hiyo. Inua tu mikono yako juu vizuri hivi. Nimejiuliza swali, kwa nini Daudi alisema Bwana yafunze mikono yangu vita? Kwa hivyo kumbe kwa hii mikono kuna nguvu. Amen. Nataka tu umpatie Bwana sadaka nzuri ya makofi, sadaka nzuri ya vigelegele wa mama kama mna vigelegele, sadaka nzuri ya wazee kama mna frimbi. Kitambo niliwaambia ya kwamba tulikuwa tunacheza na kitu kingine wa tungekuwa tuna communicate na mtu akiwa kule akijua frimbi ambayo nitapiga. Na nikawaambia frimbi yetu ilikuwa very funny. Si wache niwaonyeshe hiyo. Bwana Yesu asifiwe. So tulikuwa tunapenda kukuwa na hiyo unity.
tukiwa uwanjani. Bwana Yesu asifiwe. So nami leo hii ninahisi ya kwamba kama tulikuwa na hiyo ujiga huko, sasa zingine pia hiyo ujiga mzuri ya kupigia Bwana Yesu sadaka mzuri inatubariki sana. Amen. Inua tu mikono juu namna hiyo. Sijui tutatumia dakika 2 ama 3. Nataka tu mpati mpaka usikie umefunguka. Amen. Patie Bwana tu sadaka nzuri. Mwambie Bwana, ninajua sina fedha, sina dhahabu ya kukupea, lakini tu acha tu nitumie hii sauti yangu kukushukuru kwa wema wako, kukushukuru kwa fadhili zako, kwa jina la Yesu. Mchezaji vyombo uko sawa? Kwa jina la Yesu. Amen. Inua tu mikono juu. In the name of Jesus. Wewe forget your neighbor. Ni wewe unampatia Bwana sadaka yako. Amen. Na ukiona labda anakupinga kidogo, hata unaweza songa mbele kidogo ndio upige makofi vizuri. Hallelujah. Haya moja, haya 2, haya 3, mpe sadaka Yesu makofi mazuri. Patie Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Patie sadaka nzuri kwa jina la Yesu. Ngoja kidogo. Najua hii waimbaji, hii wachezaji vyombo za zikini sijui wanakuwa na shida gani. Sasa tunaposema mpatie Bwana sadaka mzuri unazima, ni shida hii. Amen. Bado tunarudia. Wewe tuwekee vyombo vizuri. Haya, inua juu. Alafu tukimaliza hiyo baba, we want to praise Jesus. Praise. Patie my brother naye a praise. Itakuwa mpya. Amen. Labda tutasifu hivi Mungu atuhudumie, dadi akuja declare tu vitu, si ndio? Haya, inua mikono juu. Sasa tuko na nafasi ya sifa mzuri sana. Amen. Haya 1, haya 2, haya 3, mpe Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi mazuri kwa jina la Yesu. Shangilia Roho Mtakatifu, shangilia Baba, shangilia Yesu kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Haya, twende. Nataka nione hizo nguo zimetoka. Hata mimi natoa jacket. Joto mpaka ishuke hapa. Hatutaanza kuzimu mpaka nione kila mtu amesweat. Haya, hiyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atawale tu, mwachie Yesu atawale. 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 Maisha yako umwachie Yesu, mwachie Yesu atawale. Atawale tu, mwachie Yesu atawale.
yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka Hosaina amin. Waambie wanaolia na kuteswa na mali wenu, wangojeni neema yake na rehema zake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosanna amin. Waambie wanaolia na kuteswa na mali wenu, wangojeni neema yake na rehema zake Mwokozi. Watafunguliwa, watawekwa huru, Hosanna amin. Nina siri na Yesu yanifanya niwe heri, kwa amani na dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka Hosanna amin. Nina siri na Yesu yanifanya niwe jasiri, kwa amani nayo dhiki yanifanya niwe jasiri, yaniburudisha nikirukaruka Hosanna amin. That's why I praise you in the morning. That's why I praise Him in the noontime. That's why I praise Him in the evening. That's why I praise Him all the time. That's why I praise Him in the morning. That's why I praise Him in the noontime. That's why I praise Him in the evening. That's why I praise Him all the time. That's why I praise Him in the morning. That's why I praise Him in the evening. That's why I praise Him in the evening. That's why I praise Him all the time. Ay 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 ay, ay 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 ay. You are So faithful, so faithful. That's why I praise you in the morning. That's why I praise you. That's why I praise you in the evening. That's why I praise you all the time. That's why I praise you. Mikono yako juu namna hii kwa Yesu. Shuka Baba, tenda yaliyo mema kwa jina la Yesu. Nataka uende na mikono yako namna hii. Shuka utende maishani mwangu. Shuka utende maishani mwangu.
Yesu ukiwa na furaha jamani. Haleluya. Maana yeye ndiye amekupa hiyo uzima uko nao kwa jina. My God is good to me. My God is good to me. Everything double double. Oh, everything double double. You're praising double double. You're praising double double. You're wealthy double double. You're wealthy double double. Your children double double. Sasa kuna namna hii. Nataka kuona hiyo mwili yako ikisonga namna hii kwa jina la Yesu. Ameniona Yesu. Sadaka nzuri kwa jina la Yesu. Thank you very much. Thank you, Pastor David, the praise team, and also the members of the church. Madaraka siku ya wafanyikazi. Si mubarikiwe na siku ya wafanyikazi. Sisi ni wafanyikazi wa biguni. Sasa sikujua sisi tunawekwa wapi. Nimegoja Ruto watuongelee, nimeona hatuongelelei, tukasema acha tukuja tujiongelee huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there's a difference between the work that we are doing here and the work that is done in heaven. But the early church, governments were controlled by the church. Those early days. If you go to Sweden, you go to Europe, everywhere, the people that were controlling government, all the governments were under the church. That is why the church is than what? Than the government. Sasa salimia mtu mwenzako, muulize umeniletea nini leo? Sikukuu yangu iko wapi? Muulize tu. Muulize, tutaendelea na hiyo kitu yako ya mwikaraniyo huo. Tutakaa tu hivyo. You can't even come with something for me. Muulize tu, you can't. Yani unakuwaka hivyo tu. Na wakati tulikuwa tunakunywa ulikuwa unaniletea. Bwana, we may be seated. Father, we thank you. We give you honor and glory. We worship you this afternoon again. And we thank you, Father, for having given us another opportunity to come and worship you, to glorify your name, to come and indicate to you that indeed you are God.
In Jesus' name we pray. Amen. Henry, David, why is the nini hazijarudishwa? The speakers that were supposed to be there, why are they? Nani? No, ni kuwekelea nani? Can you return them? You're the one who removed them. You don't need an expert. Thank you, because this one has a feedback mzuri. Otherwise, I'm happy for you, and I'm happy for the praise, and I can see we are coming up. And we should not be about we are coming up. We should be now saying we are moving to, we are flying. We are not just there. We can't be talking the same story every time, same story. We need now to report. We need now to produce a report card. Na tuone this report card, it was this, and this was this, and this is what happened. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I'm glad to see you again. I'm glad and also happy to be with you. And today I want to preach. Will you allow me to preach? Yes, I want to preach because I can see you need a preacher today. You don't need a teacher. Bwana Yesu asifiwe sana. I've said too long before, I have told you pokea. I want you today to pokea. Hallelujah. How are you? Kazi inaendeleaje? Wapi unafanyia wapi? At home or kazini? Unafanya gani? IT firm. You are an IT officer. Okay, good. Now, what do you IT? Okay. You administrate somebody or a company or people. Thank you. Thank you. Don't go beyond that. Yes. How are you? How are you doing? You are doing well? Thank you. How are you, my brother? You're fine? What's so funny about you? What is so funny about you? What is so strange about you? How is your life? It's okay. It's okay. Why the ups and downs? But the downs are bigger than the ups. That's why I've come. I didn't ask you why did you come. I'm asking you, what about the ups and downs? And the downs are bigger than the ups. What went wrong? I don't know. You don't know. You just found yourself in that situation. Who took you to that situation? You know the situation. You know what I'm talking about. You are in a bad situation. Who took you to that situation? Is it your two legs or your mouth? Which of the two? Your mouth or your two legs? Your two legs. Your two legs. Yeah. They took you there. And now you want me to remove you there. Eh? Tell your neighbor you shall not die. Tell her, I'll not die. Not die. I'll live. Live. Tell your neighbor, I shall not die. I will live. It doesn't matter what kind of a situation you are in, or the kind of a problem we are facing. All these things that we are facing them because the devil wanted you to die. But today, I will come to promise you tonight that you are not going to die. You shall live and not die. Bwana Yesu asifiwe sana. And let's some kitabu cha Acts chapter number 9, I think so. It should be chapter number 9, around verse, these things disappearing, around verse 36 there. Somebody give us, Henry, give us Acts. Is he there? Huh? Do we have Henry there? Yes, Acts. That is chapter number 9 from verse 36 or down to around 40 or 43, something like that. So he
trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go in the city. Twende tu pole pole. Leo ni holiday. At Joppa, there was a certain disciple named Tabitha, which is translated Dorcas. This woman was full of good works and charitable deeds, which she did. Twende kabisa. But it happened in those days that she became sick and died. When they had washed her, they laid her in an upper room. And since Lydia was near Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent 2 men to him, imploring him not to delay in coming to them. Then Peter arose and went with them, and when he had come, they brought him to the upper room, and all the windows stood by him weeping, showing the tunics and the garments which Dorcas has made while she was with them. But Peter put them all out and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes. And when she saw Peter, she sat up. Bwana Yesu said, then he gave her his hand and lifted her up. And when he had called the saints and the windows, he presented her alive. Praise be the name of God. Today tunazungumzia kuhusu mtu aliyekuwa amekufa. Sema mtu aliyekuwa amekufa. Somebody was already dead. Somebody was already prepared. They had washed her. You know, those cultures ndio nakuja kuona hapa. Kumbe hawa watu walikuwa na Waislamu ama Waislamu walitoa huko, because Waislamu ndio wanawashaga body, wanatoa baka hiyo pupu ndani yote, wanamilia matori yote. Ukipelekwa kuzikwa, unazikwa ukiwa clean, hauna hizo vitu ndani ya mwili yako. No, they had washed this woman Dorcas. They had made her clean. Sema clean. So this body was already prepared for the burial. Tell your neighbor, the body was prepared for the burial. They might have said that you are going to die. They might have said they have finished with you. Not that you are going to die. They know that you are already dead. They know that you are not going to succeed. They know that you are going to conquer. You are not going to conquer anything. Wanaelewa na wanajua na wamepitisha katika kamati zao za mauaji, kamati za roho chafu, kamati za mambo ambayo wanajua, bahali wamefanya mikataba na kusema, indeed this we have finished. They have finished with you. One thing I want to tell you, that they finished with you. Walimalizana na wewe. And na wakaandika kwenye daftari lao ya kwamba they have succeeded. They have gone. They say that you are good. They are just waiting for you to die. They are just waiting for you, for a report that this is the day we are going to bury this body. They are waiting for that report that comes from the morgue. Now it is no longer a human being, but the body. Did you know that you become a body immediately when you die? You no longer become that person that we knew. You will no longer become that. You no longer become that Joseph that we knew. You no longer become that Mary that we knew. That good Mary, that good powerful Mary. Oh, that powerful Joseph. You no longer become that. Immediately they start. Peleka mwili moshari. Tunaenda kuangalia mwili. Tunaenda kubeba mwili. Tunaenda kuweka mwili vizuri. Tunaenda kulipia mwili. And that is how the mwili becomes so cheap. You know, you are so expensive when you are alive, that if I touch you today, you rush to the police, I injure you, I will sleep in police cells, I will be taken to court, I will be jailed, I will be fined, and then the insurance will come, I will pay you heavily. But when you become peleka mwili, tunaenda kulipa mwili, unahesabiwa siku, kila siku tunalipisha mwili shilingi 1,000. That is your value. Sasa ukipigia watu, kumbuka watalipiwa shilingi ngapi?
1,000 ukiwa mwili, hautalipiwa ukiwa kitu ya maana. 1,000 na nikikuuza saa hii nikikuoga kofi tuende polisi, utaanza kusema nilitumia daktari akanilipisha pesa gapi? 50,000. The time I did not work, I want 100,000. This is happening. Insurance hizi nilikuwa mimi niko nashughulikia watoto wangu, this happen. Unakusikia unaitishwa 1,000,000. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you become a body, when you become what? A body, it is 1,000. Ukienda Kiambu ni 1,000. Ukikuja hapa Nairobi ndio utalipa shilingi 3,000. Ni 3,000. Alafu lazima uwekwe dawa ndio uende ukaekae. Because you are the useless. Yani kitu bure kabisa. Yani lazima udugwe vitu vingine ndio ukaushwe kabisa. Ndio ukae hivi umemwavia mpaka midomo imetoka hivi, meno imetoka nje, inabidi sasa tuweke bandage hapa ndio tukufuge. Imagine that's how hopeless and useless you are, guy. Niguo tuhiana na niguo twete ili andu na niguo tutarare kando maria huko Agnes. Can you imagine that? Ati watu hatuwaachi wakule hivi, sisi tunaliga, tunasema maneno makubwa. Mwambie mwenzako, I'm not going to be that thing, I'm going to be a son of God. That is what I come to give you hope tonight, that you are not going to die, because this woman, now there was Joppa, a disciple named Tabitha, which translated to Dorcas. You know the story of Dorcas. Even in the churches we have this story. Ya Dorcas, mfuko ya Dorcas. Because this woman was a good woman. This woman ni mtu ambaye alikuwa napenda kusaidia. Alikuwa napenda kuinua wale watu ambao ni wanyonge. Jiulize wewe mwenyewe, how many people have you ever assisted? How many people have you ever given life, given hope, given a decent look? How many people have ever come? Ni watu wangapi wamewahi kukuja wakasema kupitia kwa mkono wa huyu apostle, kupitia kwa mkono wa huyu mama, kupitia kwa mkono wa huyu manager, kupitia kwa mkono wa huyu binadamu nimefaulu, something has happened to me. Hello, how many people can now claim that you assisted them? Ni watu wangapi wanaweza kuja waseme mimi kupitia kwa huyu mtu mimi nilibarikiwa? Dorcas alikuwa mtu wa kusaidia watu. Dorcas alikuwa mtu wa kusimama na watu. Dorcas alikuwa mtu alikuwa anatengeneza vitu anauza kisha anaenda kusaidia. Not that alikuwa anapatiwa na mtu. Nyinyi lazima mletewe, mpatiwe ndio uende ukapatiane. Lazima ufanye maharabe na vile kitu ndio uende ukapatiane. But Dorcas she was making, alikuwa anatengeneza vitu. Did you know what she was making? Athondeka kake. Makoti na fulana alikuwa na shona makoti purposely to go and assist, purposely to go and become a blessing, purposely to become somebody. How many things have you ever done? Ni kitu gani umewahi kufanya? Moja tu useme this is what I've ever done and this deserves me to become this child of God. Do you have anything that you can claim? Do you have anything that you can do and tell God that this is what I have done? Can we come when you are in your problem, when you are in the bed in your sick bed, when you are suffering, wakati uko katika majanga mazito, ni nini tunaweza kuja tuseme Mungu kumbuka huyu mtu? Hezekiah alimwambia Mungu kumbuka kitu kimoja, just remember one thing, because he knew many things. How many things can you remind God? Can you remind God of anything that one and say remember one thing? Kumbuka kitu kimoja ambacho nimewahi kukifanya, ambacho kinaweza kuguza moyo wako ukanikumbuka kwa sababu ya hicho kitu. When you are coming from home, you are coming for deliverance. Deliverance is not from your pastor. It is not from your apostle. It is not from your prophet. Deliverance is from God. And now the time has come for you to be delivered. Are you a material accepted by God to receive the will of God upon your life? Deliverance is the will of God. Deliverance is not something that we plan. It's not something that we say that this is from today. Hii kitu itafanyika. Na nikienda leo ninaenda kufungua watu. Leo nitainua mikono, watu wataokoka, watu watabadilika. Hapana. It is God's plan. That the crusade ambao tutafanya leo, it is not going to be the same as the crusade ya kesho, because God has a plan for this and has a plan for this. The people I will preach to today are not the same people I will preach to tomorrow, because the message of tomorrow is not the message of today. The message of today is about rising up and being resurrected.
The message of today is that you shall not die. So meaning that these people I'm preaching today, walikuwa wamepagiwa kukufa. Unaona hii watu wote unaona hapa. Unaona ndio hata mashodeli. Ayo the mehuko. Mekufa giru gukua. That is why I got the message. They were planning to kill you. Either your marriage, either your business, either what you are doing, whatever that you are doing, it had been planned. The angel of death was already on your doorstep. The angel of death was planning, and he had the agenda, the graph, and every graphic that they needed, they got them. And now God has sent me through the angel of life. He has inspired a message to me. Nikwambie, you are not going to die. Don't be scared of them. Don't be scared of what they are saying about you. Don't be scared of their teachings. Don't be scared of their plans. Don't be scared of their agenda. The agenda will remain there. I'm telling you, the agenda itabaki kuwa pale. Maana itabaki kuwa kumbukumbu ya kwamba walikuwa wamepanga, walikuwa wameanalyze, walikuwa wameelekeza maelekezo yao yote, na mabomu zao, mabunduki zao, silaha zao zote zilikuwa zimeondolewa kwa store kwa ajili yako. Lakini immediately Mungu alipochungulia akaona, this is my Dorcas, the woman that was touching people's lives, the woman that was causing people to live. Wakati wengine walikuwa wamekosa nguo za kuvaa, Dorcas alikuja akaguza mioyo wa watu. Wakati somebody was about to die, but Dorcas came and revived. And then God could not see my servant Dorcas to die. God could not wait to see Dorcas perishing. Lakini one thing I want to tell you, this thing has to be seen like it happened. Maana Dorcas was sick. Remember, this was a servant of God. Becoming a Christian or becoming holy or becoming that good person does not exonerate you from diseases. Bwana Yesu asifiwe sana. Being a pastor does not exonerate you from any disease. Being a bishop does not exonerate you from any disease. Diseases will come, but you shall overcome them. Hallelujah. Challenges will come, but you shall overcome them. The problem you are facing, it is not that you are failing somewhere. It's not because that you failed somewhere, but God allowed, alikubalisha tu hiyo kitu kikuje kifanyike kwako, because he want to use you a billboard. He wants to use you as a billboard. He wants to use you as something that people will come and say, kama ni huyu alichange, kama ni huyu alipona, kama ni huyu ilifanyika. Then nothing God cannot do, because that which God can do, no man can do. Hallelujah. The plan of God in you is so elaborate, so planning, so caring, that no weapon fashioned against you that can be able to prosper or cannot go beyond. When they took David aendelea kuchunga ng'ombe, it's only one person, two people, God and Samuel, that knew this is a king in the making. This is a king that amemwagiliwa mafuta. Sasa aende akakaragwa na hiyo mafuta mpaka itoe that which God wants to produce. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kaenda na kakarudishwa, kakaambiwa nenda kwa kondoo. Kama ni wakati ule, kama ni wakati wa sasa, nimwagiliwe mafuta na Bishop Harrison Ng'ang'a. Immediately ni kuambia watu, tafuteni horo sasa, tafuteni mahali tutahubiria. Immediately ni kuambia watu, nataka kununua sound system. Immediately ni keyboard. Immediately ni katim ka fellowship ndio tuanzishe huduma. But Daudi aliambiwa aende akuchuke kondoo. That is the God for you. If you want to walk with God, just listen to God. Don't just rush because umemwagiliwa mafuta leo. Kila mtu, hakuna mtu atarara. Utakuwa ni kama ile maji ilikuwa huko Mahio inasubua watu usiku. Nataka nikwambie one thing that you have to understand. When God has said it, it's going to happen. Don't be hurry. Don't rush it. Don't push it. Because when God said it's going to happen to you, he knew, he has the plan. He says, I got good plan, not to destroy you, but to make you become better. You have got good plan, not to destroy you, but to lift you up. I have got good plan, not to bring you down, but to lift you up. But how and the formula is going to do that? It is not your reasoning. It is not in you. It is not you to do it, him to do it. He has the formula. He has the agenda for you. He has the plan for you. So wacha mahangaiko. Mahangaiko na mahangaiko za kila siku.
mihangaiko eti kwa sababu I have prophesied unaenda Amerika. Kutoka hapo sasa Amerika inakuingia kwa kichwa, hakuna jambo lingine unasema. Amerika sasa ndio ukilala Amerika, ukitembea Amerika, ukitembea hata ukienda ndani ya choo unasema I'm going to America. Mtu akikupigia simu, hello, how are you? Do you know I'm going to America? Everything America. But do you know what? Utaenda Amerika ukiwa na 75 years na uko na 30. Ama not even you going to America, your children will represent you. That is how God operates. I can prophesy watoto wako, yani utakuwa, you are a billionaire, you are a rich woman, you are a powerful woman. But one thing you need to understand, go and ask God, is it me or my generation? Hallelujah. Because there are people who are going to live poor, but they are millionaires. Who will bring the money? The children. My mother was prophesied 1975 that she will travel, she will atatembea abroad. Atakuwa kienda abroad ni kama kwake. She was young then, she was a young girl. Bwana Yesu asifiwe sana. Kalikuwa kasupu, unaona sasa hii sura, unaona hii sura, imagine ilitoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. You can imagine that woman ni mudak. That is what was happening. And my mother went to America when she was 80 years. You can imagine now. Nilimpeleka airport, pale airport. Nikamwambia tunaenda. Alijificha akaenda na huko nyuma. Wakati ile tulikuwa tunapata pale juu kuevu ndege. Ni wakati walienda huko juu siku wapanda airport. Wakaevu ndege na matatu za kwao, mlikuwa mmekuja na matatu na watu wenu na pasta wenu. Wakwenda kuombea the safe journey. Wakati walienda huko. Wale waliwefu ndege. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaenda pale, mama yangu badala tuingie Java iko hapo akunywa chai, alirudi nyuma akasema ameenda choo, akaenda pale nyuma, nilimkuta kilia. Na nikamuuliza what song? Akaniambia I'm crying not because I don't want to go. I'm crying because I'm asking God. Yani at my age of 80 years, what am I going to do to America? She was promised, she was prophesied, it was prophesied that she will go there. So what I'm trying to tell you here, it is the process. Me, I will prophesy to you, but the process of God must work. Bwana Yesu asifiwe sana. It is you to activate. When mother, it was said to him, nilimuuliza, wakati huyo pastor aliprophesy, alikwambia nini? Aliniambia utenda. What did you say? Mimi niliona ni ujinga tu nikanyamaza. Nikajua that is why it was delayed. She could have gone that time. She could have, when the prophetic word is released, you seal it. Bwana Yesu asifiwe sana. When the prophetic word, because when the journey for my mother to travel to abroad ilifunguliwa mpaka kizazi chake. So wakati devil alisikia na mama hakutoa ama hakuseal, hakushika the prophetic word, then a seal with a sacrifice yake ilikuwa tampered with. Lakini sisi wetu ambao tulikuwa ndani yake, we were not seen because it is her name that was mentioned. Did you get me? It was her name that was mentioned. Our names were not mentioned. Therefore, the devil did not see us. Kwa hivyo tulikaa tumefichwa, tulikaa tumejificha mpaka wakati wa kusafiri ulipofika tukapata barua za kwenda. Lakini mama yangu ilibidi sasa anitumie, maana yake ilifugwa. Sasa ilibidi alalie mgongo wangu ni mbebe, lakini we were supposed kulalia mgongo yake tukienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa when the devil hears the prophetic word, when the devil sees what has happened, it is the third time ambapo ndio anafuga. Unaweza kuwa ulipata tall dark and handsome, mpaka unaambia watu venye tall dark and handsome inakupenda, lakini watu utakosa, hata utamuona tu akipita, utabaki na hiyo tall dark and handsome ananipenda, lakini at the end of the day unaona tall dark and handsome amebeba na mtu mwingine na ameenda, mpaka unauliza Mungu why. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta sasa mtoto ambaye utakazaa ndiye ataolewa kwa huyo tall dark and handsome.
Sasa una imagine sasa ukienda udhoni ya kule ukiolewa mtoto yako ameolewa huko. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why people are becoming older and older, waiting for something that already has been taken away. Why? Because there was no sealing. Hakuna kufungwa, haikufungwa. Hiyo word ambayo iliachiliwa kwako ukasema, "Oh, amen. That is my word." Yes, it is your word. But what did you do with the word? Neno ni lako, lilihubiriwa ni lako. What did you do with it? It was released. Any word that is released, any word that is spoken before you, neno lolote, mahubiri aina yoyote yale, umekubalishwa na Mungu ukuje ukae siku hii ya leo, ni kwa sababu neno lilikuwa lako. Lakini sasa baada ya neno ukulisikia likakupitia kwa masikio, ulifanya nini? Mungu akasema, I am going to give you a business, international business. Yes, you had it. Neno lilikuwa lako. Na watu wakikuona ukipita wanakuuliza, hata kuna mtu anaweza kuja kuambia, nimekuja unikopeshe $1,000,000. Na saa hiyo umetoka kuua mende, kwa sababu mende zimekaa kwa nyumba, zimekaa kwa sababu ya umaskini. Because face yako in the spiritual realm, there is that 1 million, not 1 million, ziko 100 millions. In the spiritual realm, kila kitu unakihitaji kipo. Kila kitu unachotaka kipo. Kila kitu unachotaka, everything that you need, it is there. Maana ziliachiliwa. The Bible says, before you are born I knew you, and niliset free, nikakuachilia vitu zako zote. Kwa hivyo kila mtu akiteremka dunia hii, kila mtu, hata yule mtoto mnatupa kwa choo, I don't see why you throw these children, because huyo mtoto aliteremka na mkate yake. You don't need to kill. Don't need to kill. Ati ninahangaika na watoto. Mtoto si wako. Uliuba, ulitengeneza. Can you imagine what came from the man and what came from you? What came from the man is liquid. What came from you is an egg. And then these things zikakutana pamoja, zikatengeneza kabinadamu. Wayu, uliuda, ulituma mafudi magapi? Ni mapuraba ulituma huko ama ni manini ulituma huko? Ndio hako kamutu katengenezeke. You have no role. Hauna kabisa. Kakikuja kaaje kakae. Si kako. Maybe that is a Ruto. Maybe that is an Obama. Imagine kama Obama angetolewa. Tungekuwa tukisema our cousin was the president of America. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever that you are doing was designed, that is what you'll be doing. And if you are not doing anything, you were designed to do something, but it was taken away from you. Iko inakungoja. Nobody has taken it away. Imewekwa na kiateka, inakuaga. Na hakuna roho mbaya kama makiateka wamechukua baraka yako. Hakuna roho mbaya. When makiateka wamechukua roho yako ama baraka zako, they are taking care of you. They are taking care of what you are doing. Then you go, I'm telling you, you will suffer forever. How many are in the hands of caretakers hapa? Who is in the hands of caretakers? That road, nyumba, umekoboa nyumba ambayo ni ya kiateka, inua tu mkono yako. Umekoboa nyumba ambayo ni ya kiateka, inua tu mkono vizuri. Tunajua watu wa kiateka. Wale mnashughulikiwa kwa na kiateka, na unakumbuka kiateka venye anakujaga ni mbaya kuliko Rad Road. Na ndio wanaonanga watu wale kama sisi tuko na manyumba za kukodisha, tunaachia kama kiateka because they know how to handle you. Wengine baka wanaambiwa nitarara na wewe ndio nikufungulia nyumba. Isiri unararo na wewe na kimkiateka kimgojwa kinakuambukisha ugonjwa. Because of that, this house was not for rent. Ilikuwa yako. Hii baraka ambayo unaona unakaa nyumba mzuri, unakaa a 2-bedroom house, an apartment, a nice apartment, it was not haikuwa ya mtu mwingine, ilikuwa yako. Lakini uliachiliwa. Ilipoachiliwa hukuishika. Wakati iliteremuka, ikukupata, ikaenda kwa neighbor. That is why unaonaga kineiba kia kwenu ni kijika, ni kimutu kinashidaka tu na bigiji kwa mdomo. Au kinafanya hivi. Unafundisha hivi. Unashitwa sasa, huyu alitoa wapi baraka hizi zote? Na ndipo niko na akili mingi. Ndipo niko na plani nyingi kwa kichwa. Alitoa wapi maneno yote mpaka anaendesha lori yako na maroli 3, kilori cha msaga yako na 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Na building yako nazo. Ile kitu tu ajui ni ulevi tu katubo. Hicho tutubo to makiateka. Kanatokeaga hapa, kanakuja hapa, kanakaa kama kaboyboy. Kanaendaga hivi. Kanashidaka tu kunywa mchupa moja mabili, kanashidaka kakuwa dry, macho imetoka hivi kwa sababu ya pombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this thing does not belong to them.
Hii baraka ambayo ameshikilia, alishikilia baraka ambayo iliachiliwa. Maana ulikuja kwa Waroinge ukaombewa, mlango yako ikafunguka, lakini kwa sababu hukujua, you need to wait, you need to sit down and wait, baraka hii kitu iteremuke ifike. Wewe uliruka ukaenda kwa Ezekiel ukaenda ukabeba kachifu gapi? Maji, na maji ya hiyo anointing water inaitagwa aje yake? Niliona mtu ako nayo kwa nyumba. Bom. Ipatie jina, iko na jina mzuri. Bom. Wale bom. Delito. Inaitwaje? Living water. Kachupa hiyo mtu anatupanga. Ama mtu anaekaga na anaweka tu mafuta ndani, anaweka tu maji ndani, tunakaa hapo ndani. Because hiyo container ilikuwa imebeba Mungu, kwa hivyo siwezi kutupa hiyo container, nitakuwa nikiongezea. Wacha nikwambie. Uses of materials for deliverance, it is biblical. Maji ni biblical. Handkerchief ni biblical. Mafuta ni biblical. But how you use it is demonic. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not supposed to be permanent. Elisha, watu walikuwa watu 50. Wakaambia Elisha ya kwamba tuende tukatafute Elijah, maana amepotelea humu tu. Elisha alikuwa anajua Elijah ameenda, lakini wazee wale walikuwa na wao wakamwambia Elisha, wacha tutafute huyu mzee. Naye Elisha akamwambia wachaneni na yeye. Naye wakamwambia wacha tutafute huyu mzee. Mpaka Elisha akaona yado akamekogwa tarini tadiramenya kile kile na mbele. Then Elisha akamwambia basi endeni mkamtafute. Kumbe God was planning another discovery. As they were walking, as they were walking in the bushes looking for Elijah. Walikuwa namtafuta, wakaenda, they bumped in on somebody, on a well of water. Wakaambiwa hii maji, the ardhi hapa ni mzuri sana. The soil is good, everything's good. But what we don't have good is the water here. Hello. Wakapata maji ni poisonous, inaua watu, inaleta mapoozi, inaleta mambo mabaya. Therefore wakarudi kwa Elisha, wakawachana na Elijah, wakapatiwa ufunuo mpya. Wakaenda kwa Elisha, wakakuja hapo Elisha wakamwambia maji, shamba ni mzuri, the ardhi ni good kabisa, good, lakini maji yake yanaleta mapoozi. Kuna watu ambao mko hapa, mkazi yako ni nzuri, biashara yako ni nzuri, yourself as a body, you have body ambayo ni nzuri, productive, mind yako ni mzuri, kila kitu ukifanya, when you will lay your hand, kila kitu kinafanya, but there is something in you ambayo inaleta mapoozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nakutanga, you can look at yourself, una shida, unajishangaa ni kwa nini people are doing well. This is my colleague, tulienda naye shule, hata nilikuwa namfundisha hesabu, sasa hizi anaendesha Mercedes, mimi niko bado kwa matatu. What is happening? No, kuna mapoozi ndani yako, kuna kitu ndani yako ambacho kinazusha, kinalete kifo, ambacho kifo hicho ndicho kinaua ndoto zako. Maji yale yalikuwa masafi kabisa, lakini yanaponyunyuziwa mimea, yanapokunywa yanaleta maafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maafa yale ndio Mungu alisababisha wale watu 50 waende wakatafute Elijah, lakini wakatokelezewa kwenye kizima kilichokuwa na maafa. Walipofika pale, wakapata kile kisima, wakasikia historia yake. Waliposikia historia yake, wakarudi kwa mtumishi wa Mungu Elisha akawaambia nipelekeni nikaone. Kisha wakaenda mpaka huko. Bwana Elisha kwake alijua nimeondolewa tatizo moja, tatizo la kuelezea hawa mzee Elijah alienda wapi, naye Mungu alisababisha. Kwa hivyo kuna vitu vimetengenezwa miaka mingi kwa sababu ya solution ya kitu kimoja samu. Kwa hivyo ukiona vitu vinatembea hivi, usijali sana. Ukiona umefukuzwa kazi, hiyo kitu ilikuwa imepangwa kitambo kwa sababu ya kile kitu Mungu anataka kufanya katika maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kizima kile kuwa na mapoozi kilikuwa kimetengenezwa kwa sababu Mungu alijua atabeba Elijah na maswali itakuwa mingi. Na hiyo maswali ikikuwa mingi, mtumishi wangu atashindwa kujibu, maana mtumishi wangu peke yake ndiye aliona mzee akienda. Sasa utaelezea aje watu mzee ameenda? Na ako wapi? Mwili iko wapi? Yes, thank you. Mzee ameenda. Give us the body. Ndio tukafanya postmortem. Hallelujah. Katika hiyo hali Elisha na wale watu wakarudi, wakatembea, wakaenda mpaka kwenye kisima. Alipofika kwenye kisima akapata kweli kisima kiko na mapoozi. Aliwaambia nini? Leteni bakuli mpya. Hello. Aliwaambia nipatie bakuli mpya na mnipe chumvi. Waliposikia bakuli mpya walienda kwa supermarket. Did they go to the supermarket? Hawakwenda kwenye supermarket, walirudi kwenye nyumba zao. Sema nyumba zao. Wakaenda wakachomoa bakuli mpya. Kisha akawaambia nipatieni chumvi. Walirudi kwenye nyumba zao. Hakuna mtu alitumwa supermarket ya Quickmart, hakuna mtu alitumwa akibilie kitu, hapana. Walienda kwa nyumba, wakalete bakuli ilikuwa nyumbani, wakalete chumvi ilikuwa nyumbani. Kisha ile chumvi ya mtu anaitwa Elisha akachukua chumvi ile akairusha ndani ya maji. Na kutoka saa hiyo maji yakapona. Hallelujah. I want to tell you the solution to the problem you are facing is with you. Hallelujah. Hicho kitu umekuwa ukipita. Hicho kitu umekuwa ikiignore. Hicho kimuzea unaignoraga pale kwa sababu ni kimakaga. Hicho kimuzea unaignoraga kwa sababu kinashonaka viatu. Na koroki unikyo kimudhuri yaku. Nikiatu aliruha ugetumaga irato nigetha gigatuma ngoro yaku rire mugacamania nake. Acheni kuniangalia vibaya. Ni ukweli. Unaweza kuwa ukiputa ngoyo ya nono ya dora huruma kai. Kimudhuri kiu gitumaga irato hau. Nuko gitumaga irato, gitumaga irato. Ni ngoro kifundira yore tumako. Nigetha ndege goka gwaku gaguta babe. Hallelujah. Oh, maisha ibadilike, unakaa maisha London. Kimudu kile kile tumaga irato. Ginya in 6 months time unajikuta mnaendesha hata kama ni ka QQ. Ile ya zamani for the agiria. Wakapi unajua for the agiria. Hata kama ni hiyo gari mzee KQQ, lakini utaendesha. Wakiingia kwenye lami wakinunua insurance utanunua. Wakiingia petroli unaingia petroli. Ukinunua tairi ya gari unanunua tairi ya gari. Haijalishi ni gari gani, lakini kila kitu kitafanyika kwa mpango wa Mungu. So don't worry. Don't go choosing. Madam, don't go choosing. Ya maketema. Atake mudu wa gutuma irato. Yes, he is a man. Yes, ni mtu. Huyo mama ambaye anapikanga uji anazungusha uji kule. Huyo kio nikyo keo. Nikapata mama anazungusha uji sasa huko. Mtu kama mimi anatafuta alikuwa before nipate mtu. Nikepatana na huyo wa uji. Hiyo sasa ndio ningechukua because anajua kutunza, anatunza. Imagine uji power. Mtumie wa uji power. Kila mwanaume unakuta ako na simu ya uji mama wa uji power. Kila mwanaume anatamania, utakuta huyo ameandikwa Mama Jerry uji power, lakini bibi yake amemwandika Mama Makaa. Why? Because this woman is providing a solution. Hallelujah. And what if she's in your house? Ushiorede shoro, ushororagia. Aliye magoro ginya kege na basho ni gororia shoro. Baka kiekelea ndoo ya uji hapa, haiwezi anguka. Inajua we are at work. Zinakuta kila kitu ina cooperate. Everything is cooperating in your life. Did you know that? When you engage yourself into the right job, doing the right thing, in the right time, in the right place, everything will engage you. Can you imagine mtu ameekelea wewe ndio hata kuegelea hado na uende na unapiga story? Alafu umevaa patipati ambayo inanyoroka na kuna mnyoroko kwa barabara. Lakini hii yaguki inaenda, alafu anakutolea hapa kwa kichwa, anakupatia na hii yaguki. Because everything is cooperating. Why? You are in the right place, in the right time, in the right season for the right things. All things around you will cooperate. Everything that you want will come at the time that you need. Every work, everything itafanyika. Bwana Yesu asifiwe sana.
When you find you are struggling for anything, you are in the wrong time. You are in the wrong season. Go and check yourself. Are you doing where you are supposed to be? Are you seated where you are supposed to be? Are you in the church you are supposed to be in church? Are you doing the business you are supposed to do? Are you doing whatever you are doing? Are you with the right man? No heto kama maduri waku hawa getu mairatu. Wenyitirira ke mundu ateto gikona na Range Rover. Na turamenya Range Rover yo ina roni ni ya Equity yake. Nansi, unajua hivyo, unaweza kupatana kimwanaume kineko na Range Rover, lakini hiyo Range Rover ukiangalia logbook imeandikwa nani? Kenya Jui at Equity. Na ukienda huyu akushona viatu, unakuta 100% ni otoga wake. Who is richer? Who is richer? 100% ni mambo yake, ni pesa zake. Hallelujah. That is what you look for when you are looking for men. Mama, when you are looking for men, go and look, get a man who is 100% ownership. Wachana mtu ameendesha gari na ni Equity na Kenya Jui na ni KCB na Kenya Jui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaka kidogo unasikia mpaka mwanaume roho inapigaga, unashitwa ni nini? Unafikiria ni roho yake kubwa. Lakini si roho kubwa, nakwambia ni de corona, ti corona, hapana. Ni anangojea KCP manager alipiga asubuhi. Kaka kidogo Equity ndio hiyo. Kaka kidogo yule mama wa Shairo, afadhali Equity sasa kuliko mama wa Shairo. Mama wa Shairo kibaka na kutuzi upwa hii takataka hii. Unafikiria pesa hiyo ni yako? Wewe niletee pesa haraka. Unasikia paka unasikia shida. Sasa mnakula sapa, unatayarishia mzee mihogo na kila kitu, alafu mkiprepare for the other functions to come, alafu naenda unakuta the functions are not working. Why? Not because somebody is not functioning. Somebody is living on another's life. Haishi maisha yake, anaishi maisha ingine, anaishi dunia ingine ya mikopo, anaishi dunia ya vitisho, anaishi dunia ya confusion because hajielewi. Sasa unarudi kumpikia chakula, hata ukimpikia chakula mzuri, unasiania kwa hotanali anaweka. No, this natambiaga hizi mahubiri inataka tulizo ni kama watu. Wacha kukueni warokole ati mnataka kusevu, mnataka yule pastor baka pastor anatembeaga hivi vile Holy Spirit yamemjaza. Hapana, let's live and do. To think kama binadamu. Tujiulize kwanza, hii kiokoko tuliletewa na wazungu ni inatufiti? Does it fit you? Does it fit you? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu amejawa na madeni, wewe unataka tall dark and handsome, driving and owning a house. Yes, I own a house in Runda. I'm driving a nice car. What is the price I've paid for them? Ndio nikuwe na hiyo Range Rover. Hiyo ndio kwa sababu ndio unapenda. Na hiyo nyumba yangu ndio unapenda. What price have I paid for that? Nilitoa wapi na niko na miaka 35? What sweat nilitumia? Ni nini formula nilitumia wewe kutumia? Wewe hauna hiyo formula. Na niko na miaka 29, ninaendesha kigari kikubwa na ninakaa nyumba ya milioni 100. Kwani mimi nilikuwa na mwenyaka ade na baba yangu ni maskini? Na unataka kukimbilia huko. Kumbe hujui kama unasikia mama yangu amekufa, baba yangu amekufa, ndugu zangu wawili wamekufa. Kumbe hii nyumba ni madugu zangu, hii gari ni mama yangu, hii plot naishi ni baba yangu. Sasa na wewe umekuja kwa sababu ninaitishwa another one. So lazima tulale na wewe ndio tuchanganye damu, ndio nipatiane damu yangu, because you only give your blood. So no kinya tukomanie nawe nigetha gwikirera kame yakwa nigetha hote gukwendia. Fuatana na mtu wa makaa. Tafuta mtu wa makaa, maana hana deni na hana stress. Wamama, tafuteni mtu wa makaa. Dakoro na dile nawe wa mama, ugai, mtiri mwame nyoguo, hawanaga deni, unaona makaga. Hata ukiona kimakaga kinaenda hivi, hakinaga deni, maana kikienda kifanya kazi ya Kamagera, kinafanya hiyo kazi ingine, hakina deni, ni hiyo pesa kimepata 500 na kiko sawa. Nikiona kama tani na stress, na kikuachilia matusi anakuachilia matusi fresh. Maana hako fresh, ana mtu amempigia deni. Sasa nyinyi hapa nani hajapigwa deni? Nani nyinyi hapa hivi? Tuongee tu ukweli. Nikiwachunguza sana, kuna Kasimu either nika branch. Kuna mama mwingine alikuwa hapa rafiki yangu anaitwa, acha nisijimtaje kwa sababu ako naenda na tuangalia, ni supporter yangu sana. Huyu mama alifanya
nitukane watu. Ninatoka preaching hapa, si hapa tukiwa City Stadium. Ninatoka tu kuhubiri kuingia kwa ofisi, kasimu kanakuta kanalia na kachukua, nafikiria ni mtu ananiuliza account yenu ni gani nitume pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana imeandikwa mane ama imeandikwa kitu kama branch. So mimi kuchukua simu nachukua hello. Unajua mtu mwenye anatarajia tu pesa, kuna language unaogeaga mzuri, language ya nini ya kupokea pesa. Najua mimi ni Mkikuyu. Sasa inasema hello, how are you? Sasa hiyo umetoka kuhubiri mpaka hii imepotea. Mpaka una how are you? Sasa unasikia Kristiana kana kuuliza do you know Kenyajui? Kenyajui mgani? Kenyajui alikopa pesa na sisi na akasema wewe ndio utamsimamia in case akakosa kulipa. Nikamwambia Kenyajui ni mgani? Mimi simjui. Kenyajui aliandikisha, ameandikisha jina yako, ameandikisha na hapo tunajua kuongea. Kanaongea quickly, hakakupatia nafasi ya kupumzika. Unamwambia mimi sijui. Nikakamwambia nyamaza, mimi usirudi kunipigia. Kakapiga na simu nyingine. Akaniambia tunakwambia unajua Kenyajui alikopa pesa kwetu na alisema wewe ndio garanta. Na mjinga. Sasa nilikuwa nimetoka hapa kuhubiri. Nilikuwa nimetoka mahubiri ya nini? Do not be. Mnakumbuka hiyo mahubiri? Do not be offended. Immediately roho ikachamuka. Nikiwa nimeshika kwa sababu mimi nilikuwa natarajia pesa, maana kesho tunalipa rent. Nimeangalia ile mhodhi, niliangalia ikitolewa pale, nilijua hapa kuna shida. Sasa nikategemea Mungu atakuja na njia nyingine. Sasa badala ya kuja na njia mzuri, alikuja na njia ya branch. Mimi nimesimamia mtu akope roni. Niliambia kasichana hako na and I think ni kasichana kadogo because your sauti it is an equivalent of my daughter. Nikasikia sauti, nikaambia takataka mjinga, usirudi kunipigia. Kubafu wewe. Yaani ni maasira za kujua ile sadaka ilitoka na alafu nilikuwa natarajia huyu ni mtu wa pesa, alafu tena na madeni nyingine. Nilimwambia takataka mjinga wewe, usirudi kunipigia simu tena. Kakakata dakika nyingine 5 kakapiga na line nyingine. Watu wanajua kusubua. Kumbe hawa watu wanaendaga, wanachukua nini? Contact. Wakati umesaini ile consent, wanachukua contact zote ziko kwa simu yako. Sasa kila mtu ndio wakuaibishe, kila mtu. Kukakaa kidogo nikasikia mama mwingine Alice ananiambia hemudu ahorera thimu haha atengania ni akobete besha. Haya, nikanyamazia. Kukakaa kidogo nikasikia mwingine Karo ananiambia hemudu ahorera thimu atogwekate apostle tondole ule haha hena geshonoko kiriku. Nikasikia the same story. Nikaenda nikasikia mwingine the same story. Ndio nikakuja kufanya utafiti. Kumbe wanachukuaga logbook ile nini yako, ile phone book yote. Wanachukua wote. Watapigia mpaka apigie wale walikufa. Wale wako kwa phone book yako. Na utalipa. Watu ni wabaya. Roda, chalia tutashua branch. Hao ni wazuri, hao wakuitishia deni. Mimi nilikuwa karibu nipatiane hiyo pesa, niondoe aibu. Lakini nikashindwa ndani yana hata nikaenda nikauliza huyo mdada, nikamuuliza, "Wewe uko na deni ya wenyewe?" Kwani wamekupigia? Na kuuliza uko na deni ya wenyewe? Because I preached a nice message. Do not be offended. Already I've been offended. Kumbe shetani anajuaga. Wewe hubiri tu. Tunakutana pale. Tusichana tukaactivatiwa and then to test kama yeye mwenyewe. Do not be offended kama atakuwa offended. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is what Yesu amwambia. Be wamama wachaneni na hawa watu wako na pesa kama sisi. Naweza kuwa niko na milioni 20 kwa account lakini ni yangu na Equity. Ureshi ndio agireke mudurume kina besha. Ikekuire ukunyitwo ni sukari. Tutafanya tu tuathira tondu gukurekereria pressure. Pesa ikieta ni nani ndajiria pressure? Nakuja na idha Kenyajui. Breakfast here reading breakfast here sikwenda ukunywa hata wewe uko na mdomo. Unaleta kuo. Si umepiga pasi. Inapigwa teke. Tia. Unaviona? Kwenda ukavaya hata wewe. Ni stress. Na ni kimutu uliona kizuri. Kitall, dark and handsome. Driving, owning a car and owning a nice business. Little did you know that business was not his. Seek for this God to give you that mutu amaka.
Seek for this God to give you that makanga. Seek for this God to give you huyu mtu. Unaona hawa watu mkokoteni hapa? Those are the best. Yes, atake. Those are the best people you can engage. Huyu ogedha aberia. Wewe. Jioshe vizuri. Tekodora oru. Those are the best people. Ni stress free. Mutaenda mtakubaliana tukole adukoma na mnaanza kukula sukuma pole pole. The next 3 months maisha yanaanza kubadilika. Mnaanza kuona, mnaanza kwenda butchery, unanunua matubo. Kama matubo hata kama ni ya shilingi 15, unanunua matubo. Maisha yameanza kubadilika pole. Unakaa kidogo, unaona mbadilisha kutoka kwa matubo mnapanda kwa maini. Maisha yanabadilika kidogo. Unakaa kidogo, unasema nifugie tu mvupa. Maisha zimechange, mvupa inakunywa supu vizuri. Na maisha yanakuwa mzuri, stress free. Na kanjumba mnaishi, kanyumba sigo, karumu moja. Na kitanda ni hapo, sitting room ni hapo, kila kitu. You are enjoying life. Ati nini? Unaoshia mwingine? Akingana. Ukiona mtu anazungumzia anaoshia mwingine, ashaiosha. Ashaiosha. Ushaiosha? Kabisa. Akaenda. Si unioshe mimi. So wacha jitengeneze, and again before you get engaged to you unaenda kuosha, ask God, are you in here? Oe haha. Bwana Yesu asifiwe sana. Not every place, not every mountain is a mountain. Even Abraham when he was told aende akatoe sadaka, aliambiwa aende mlima Moraya, kwa mlima mmoja kati ya milima za Moraya. Aliambiwa atafuta kuna mlima, na akaambiwa akifika huko, alipofika akaambiwa ni mlima. Alikaa siku 3 akigojea. Lakini sasa wewe tuna siku leo hapa tutaingia hapa ofisi tuongea kidogo nikolee tudina hawo hadi na hali udina hawo jeterera hawo. Na unichui umeniona leo kwa sababu unaona niko na sura mzuri. Abraham mwenyewe aliambiwa aende. Alipofika mlimani, he didn't make any step. Alisimama hapo akakaa. For 3 days he waited. Alipoongoja kwa siku 3, then God revealed himself to him. Akamwambia mlima ndio ule. Akaenda hapo, kumbe hapo akakuta ni mahali pazuri. Akaambia wao wengine ambao walikuwa na wao, nyinyi bakini, wacha niende na mtoto wangu na nini na puda. Wakaenda mpaka huko kwenye mlima. Walipofika pale, hapana, wapuda ziliachwa. Kweli puda ziliachwa, wafanyikazi na puda ziliachwa. Wakaenda, kuni ikabebwa, wakaenda mpaka huko. Wakaenda wakatengeneza kila kitu. Wakafika kwenye mlima Mungu alikuwa amewaambia. Kila mlima si mlima. Mlima ni ule utuma. Mwanaume si mwanaume. Charia mudrume utumiro ni Ngai. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza pata kimutu kizuri kama hiki lakini operation no goes on. Alafu kutoka siku hiyo kama washiri hata. Kwani mmefikiria aje? Nyinyi mnapendaka kufikiria vitu vibaya. Nita Agnes nikigira hapo de kiaribu. Hakuna kitu kibaya kama ukihubiria watu akili yao inakuwa mbovu kila wakati. But one thing I want to promise you, when God is in your life, everything will work the way God wants because He is controlling, He is directing. When you allow God to direct you, to become your director, you will not be anxious of anything. You will not be anxious of anything. You will not want anything. When Dorcas died, she was sick and she died. She never bothered. Yes, they tried to treat her, but she never bothered. She was always ready. And she knew, now I'm going. Don't worry of the situation, the dire situation you are in. Be in that dire situation. God is sending somebody to come and lift you up. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnasemanga imani mzuri. Najua wale watu wako abroad wanasemanga hamsemagi imani mzuri. Semanga imani mzuri. Hata mimi nikihubiri nasikia ninahubiria watu. Leo ni Labor Day. Ni siku ya kuleta mavuno hapa. Do you know Labor Day, that's a day that mnafaa kuleta mavuno. Nigo magina nikole hema tega. In America, that's the time you take mategas to church. In Europe, that's what they do. Labor Day si kwenda kusikiliza tuoli. Hapana, that's the day to come back to church and give thanksgiving. That's a day that is specifically supposed to be connected with God 100%.
because that is the day unaenda kutoa sadaka for the next of the year. Mwaigwa kuma mothe ikuwe ni mtugo, ikuwe ni tabia na mwenendo. Labor Day si ya tuoli, Labor Day ni ya madhabahu. Ndio unabeba vitu, ndio unabeba mahindi yako, ndio unabeba pesa zako, unasilete kwenye madhabahu, unasitoa kama dhabihu ya kukutetea jasho yako. Sababu unaweza kuwa ni jasho tu, noko dhigi na ngoko na ado no kulia marali no tulia neme. Siku ile umepokea tu mshahara, sasa hiyo ndio kasimu kanakuja kutoka kwa nani? Kwa shosho. Wajiko. Niego kore. Yanga nego kwa. Nianga mutiko gora rege. Neke shosho. Darwaride. Natio naga mundu agoka konyana. Ndauga ngikuhurire watakujigwa. Unamwambia enda hospitali ile iko karibu. Na ile hospitali ile iko karibu ni gani? Ni Aga Khan. Tadekana kana hauge thogoro. Anakibizwa Aga Khan. Kupikizwa Aga Khan unasikia lazima utoe pesa ya kwanza ya nini? Consultation ni pesa ngapi? Unasikia ni 30,000. Na kwa sababu iko na uliwedi ulitoa amri shosho apelekwa, what will happen? You start producing. Kuona daktari peke yake unasikia pesa zingine, kuandikiwa dawa unasikia kitu kingine. Alafu hizo vitu zote akipimwa laboratory nini unasikia hakuwa mgonjwa, ni kitu yani ni gasi ilikuwa mingi na tumempatia dawa ya kumaliza gasi inaitwa nini? Flucoson. Na ndio amekuja na hiyo dawa. Ni pesa ngapi ya Flucoson? Ni shilingi 55. Ukienda supermarket ya madawa ni shilingi gani? Na ile pesa umewacha huko, umewacha kama mshahara kako kote, and because it was programmed, it was a program to make sure hiyo pesa yako imeenda. Sasa wewe sweat yako ile yako ni shosho through proxy. And this is what is happening to our lives. This is what happening to, and you must say no. Uambie shosho dogo shoka kurwara ni dadare hobesha duharaga gatakate ine ka mweri leo tutalebesha nigeza tushange pesa tulekira ni mzima. Kwani shosho ni wangu peke yangu? Shosho anakuaga yako peke yako wakati tudo tumeingia. So Dorcas alikuwa mama ambaye alikuwa amejiconnect. What is your connection with God? She had a connection. She was serving and doing the will of God, doing the plans of God, doing the arrangement. She was for God. Therefore, there is no single time when you are doing God's work, then God will forget you. God will always come in your way. God will always lift you up. God will come and provide a solution where there is no solution. Usijali. Hata kama wamekucheka, hata kama wamekuweka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. God is going to send somebody. Peter by then was not meant to be in that village, but that day huyu mama amekufa na wamemuosha, wamemumidia, wanagoja tu kwenda kumweka kumfuga na ile kitambaa alikuwa anamfuga. Alafu aenda akasema muhu oshoke muhu, teli oshoke teli, na kike shoka yake ni muhu na teli na rukogo. Yani we are combination of all this. Lakini naulizaga Margaret, hii diori ya ash inatokaga wapi? Na hatujachomu. Ujaisikia? Iko. Hapana. Majivu yarudi kwa jivu. Nae dust to dust. Hata mimi nilizika msemo mwingine nikasema hivyo. Lakini sasa nilirudi kujiuliza, muhuri oshokeira. Iko. Uliza mhubiri yote, it is there. And it is in the Bible, I think so. It's only dust. Na hii ya muhu ya ashi inatoka. Ama ni kwa sababu ya Wahindi? Ni ya Wahindi. Kwa hivyo hata zamani inaweza kuwa tulikuwa tunachomwa. Lakini sisi zamani Wakikuyu walikuwa natupa mtu akikufa. Ukiona amekaribia kukufa unatupwa kwa kichaka, mafisi wanakukufa. Niguo ndio kuigua tha. Hivyo kulikuwa hakukuwa na hii stress mingi ati ni arage kuire. Tekenya jui tole. Arage thiri oguo.
Tere ado ni magioka taharĩrie kamati yake ya mathiko. Hakukuwa na kamati ya mathiko. Ni unaenda unatupwa kwa kichaka, mafisi zinakukula na maumbo na kila kitu. Unajulikana sasa umeenda kwa Mungu. Hii mambo ya mazishi tumeletewa na mzungu. Hii tuko na hii kitu. Nilikuwa natupwa kwa kichaka. Hakukuwa na stress. Na nikukishia nikiomego hito yale menoro. Sasa ndio imagine unakuta hii kiskaru na unaambiwa hii wewe neguka. Baka ule amekasirika. Umeenda? Bye. Santi. So Peter rose and went without delay. When God is coming to bless you, there is nothing will delay your miracle. So do not be worried of what they are saying about you. Do not be worried of how they have handled you. Do not be worried that umeenda hii ofisi wamekukataa. Umeenda ofisi nyingine wamekukataa. Umeenda kwa kampuni nyingine wamekukataa. Don't worry. You are not yet where you are supposed to be. You are not yet in the office that you are supposed to be. Hapana. Your Peter is being prepared to come and usher you where you are supposed to be. Unatayarishwa. Peter yuko mahali anaongojea umalizane na dunia, umalizane na akili zako, umalizane na mipango yako, maana kuna mahali unapelekwa. Peter was just passing. Hakuwa anajua kwani ama Peter alikuwa anaripoti Dorcas atakufa. He didn't have. They heard Peter is around. So when God is about to bless you, anything that you need, they will be told this man is around. Hallelujah. The helpers, the people to help you, they will always be around. Watakuwa umekuwa sasa umefika mwisho. Nobody is there to bless you. Nobody is there to handle you. Nobody is there to assist you. Lakini at the last minute kutatokea mtu mmoja tu mwenye atakuja atakwambia, "Why, kwa nini umekaa hapa? Nimekuona kwa muda mrefu. Tangu asubuhi nimekuona umekaa hapa. Kwa nini hujaenda?" Wewe unamwambia kashida kako kidogo, anashikwa na huruma. Anakuuliza, "What's your name?" What's your name? Mercy. I'm also Mercy. And it's my birthday. Unakuta Mungu ameset mpaka ni birthday. Katika hiyo kusema ni birthday unakumbushwa in your birthday, that is when you bless people. Na ulikuwa umefika mwisho unakuwa tukilitoka 10 unachomoa because ni birthday na kushikisha. Kwa yake nyitalia muda ni nyita kakedo wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is when God is walking with you. God is taking you a walk. Your Peter will always be there to come and resurrect you. When he came, Peter came and found Dorcas was laying on a stone, prepared to go, ready to be prepared to go and be buried. He came and told everybody, let me tell you, when God is going to bless you, everybody will be removed from your life. Ukiona watu wameanza kukuondokea, it is God preparing his way to come. Ukiona watu your brothers, your sisters, they don't want to see you. Even your mother doesn't want to see you. Your husband has rejected you. The church has rejected you. Everybody has rejected you. It is not them that are rejecting you. God is pushing them away because there is a formula God wants to use that he doesn't want them to see how he has done it. Hallelujah. God will do it because it in you, it will remain a testimony. You will be telling people, I don't know how I am here. What I know is God has done it. Hallelujah. God has a way of doing things. God has a way of planning your life. God has a way of lifting you up. God has a way of, imagine, tulipoenda kule Sade, mvua ikaanza kunyesha. Si mlikuwa huko wakati tulikuwa huko Sade, wewe ulikuwa ukuja, wewe haukukuja, hata wewe ukukuja, ulijifanya busy. Hata sisi, wewe ukukuja, hata wewe ukukuja, hata wewe ukukuja. Hilo yote na mko front line ya mko kuja. Ati ni masoja yangu. Kwa hivyo nikitokea kashida. Hello. God has a way of revealing himself through you to other people. So whatever the situation you are in, that kind of a problem you are facing, it is not a problem to God. It is a problem to you and the people who are looking upon you. Because God wants to use it to turn it around so that he can use to preach that problem to other people so that he can bring people into his kingdom. We are talking about the kingdom of heaven. We are talking about the kingdom that it has been deserted. We have been told to desert it. We have been told to run away from it. But God
is slowly pushing it back to that kingdom so that we can be able to glorify the kingdom. And the only thing to glorify the kingdom is your testimony. So your testimony, yes, you are dead. And they are sure they have washed you, they left you there, but they have heard Peter is around. And then he came, Peter, when he came, he told them, walk out, Tokeni, get out. When God is blessing you, do not hang on me. They are devastated. They are devastated. My relatives, wakaniwacha. I have struggled alone. Na hii ugonjwa yako, nimeteseka na hii ugonjwa yako. Nobody came in to help me. You don't need anybody when you're struggling with that problem. You don't need anybody to come and help you. You only need that connection that you made with your God. You only need that moment with God. That only one moment, that only one single moment, it turns around you and it makes you to become a vessel to be used, a billboard to be used for other people to see. Indeed, God lives. That is why God removed everybody from you. That is why God removes every friend that you had. That is why God removed that wife from you. That is why God removed that husband from you. That is why you are sacked in your company. Maana your company iko na kadi ya AAR. Watakubeba na ndege wakupeleke mpaka hospitali ya AAR. Utatritiwa na South African doctors. You will not have a testimony. Mpaka wakati utapelekwa Mamaruse. Ukienda Mamaruse kadaktari, the only remain doctor ni kamulevi, kana kuangalia hivi. Kanatoa glasses, kana kuangalia hivi. Hii wewe ni mgonjwa. Mgonjwa wapi? Alafu kana kutani. Hebu geuka. Mtoto yangu. Mtoto yangu. Nisaidie. Geuka. Mtoto yako amezaa. Geuka. Toa suruali. Kana kuduka sindano hata kajui ni ya nini. Kumbe that is the injection that was sent from heaven. Na kaeda na unapona. Na unasikia kuna wengine walikuwa hapa wamekufa. Only you umepona. Because God had planned. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why you are sacked in that company. That is why you are removed in that company. So the glory that God is about to bring will not be shared by anybody. So whatever that happens in your life, it is to cause the glory of God to be alongside you. You will never fail when God is in control. You will never lose it when God is in control. You will never miscalculate when God is in control. This woman was dead. This woman was finished. I know there are many people here. Imani yako imekufa. Umejaribu kila kitu. You don't know what to do, where to go, how to do it. You are just finished. Kama huyu mama aliambiwa na Mungu amtumikie. Najua hii ni mang'aa jeuri. Hata umeona venye amekaa. Mwangalie venye amekaa. Ni mang'aa jeuri. Aliambiwa na Mungu atumike kwenye ufalme. Mama alienda kutafuta kazi. True or false? True. So, ni mang'aa, ni kama huyu. Hata hii ni mang'aa jeuri. Na mutafinywa nyinyi wawili. Mutafinywa. Mpaka watu wakiwaona unaona. Ushaona mtu amefinya mpaka anatembea kama lori imekatika sedaboroti. Unakuta anaenda hivi. Unafikiria ni anointing iko, kumbe ni maisha imekuwa. Return to God as quickly as possible. Do the work of God as quickly as possible before the verdict imeandikwa. Because I can see the magistrate ameitisha file. Imedelay tu kwa sababu imekosekana kwa shelf. Na shelf hiyo verdict ikiandikwa ikisomwa, I'm telling you my dear friend, wacha hivyo unaniangalia na macho ya love. Nakwambia file ikisomwa na isemekane, so it is declared, and that is my judgment. When the judgment comes, whether you repent or you don't repent, kama isemekana judgment ni 7 years, you'll have to go 7 years. Whether you repent, hata ukuje usafu, hata ukuje uhubiri, unahubiri mpaka hizi bao zinarukaruka hivi, zinasema oh yes, preach man of God, preach, na ni bao zinasema 7 years, thorn in the flesh. You have 2 weeks to change. You 2 weeks. Sijasema mjaokoka, sijasema mfanyage kazi ya Mungu, but the report coming, mmepotea. Refind, renegotiate, go back very quickly at the road junction, kwa sababu ni kabarabara.
Nikabarabara tu umedivert kadogo tu. Umesikia? Ulitumwa upatie ujumbe upeleke mahali. True? Ulipeleka? Siuna? Alipatia ujumbe apeleke. Na akakuwa jeuri. Akaenda akatafuta kazi. Sasa mama kama huyu, hiyo kazi unafanyanga, is it your class? Unaona dhoni ile uigereire. Dhoni. Aniwena. Let me tell you one thing, and this is a top secret to the work of God. When you misplace the agenda of God in your life, you misplace it, you remove that paper, the paper tray, unaiandika, badala uweke in, unaiweka out, you have lost it. You'll be in that office. In this church has got various departments. Okay? This church has got the various departments. Now, huyu ameitwa kuwa pastor, huyu ameitwa kuwa evangelist, huyu ameitwa kuwa teacher, huyu ameitwa kuwa prophet. Sasa huyu prophet amekuja ame-exchange na huyu. Sasa huyu ako kwa hii ofisi because anatamaniaga kuprofesai. Anatamaniaga kusema likiki na linaye. Na wewe unatamaniaga kufundisha kwa sababu you want to be a pastor, you want to pastor, unataka kulea, but you are supposed to move. Ukuje utupatie injili neno hapa, utuambie venye Mungu anasema, utoke hapa uende Mombasa, uende ukaseme. Lakini ulipofika hapa ukasema kule uko niko gaya toraga, na unakaa chini. Bwana asifiwe. Unaenda kwa ofisi. You will be in this church. The blessing based to the church, it will be coming, but the blessing based on your calling will never come to you. Did you get me? The blessing ya kanisa hii tunakuja, si nawahubiria nyinyi wote, si mna receive, si mnasikia leo mko vizuri, kwa sababu leo sikufundisha, leo nilikuja nini kusema ya kupokea. Unaona venye mpaka sura tumekuwa mzuri bright leo, kwa sababu mumezoea kwa kupokea. Ubaya ni sasa sijaanza kupokeza, lakini nitapokeza leo nitapokeza. Hallelujah. I know sadaka itaongezeka. When you miss from the office that God has given you, you get into another office which is also godly, you will never receive the blessings of an office because you are in the wrong office. And that is why so many of you are stagnated because yes, you are doing God's work, you are in church, you are serving, hata kutoa mnatoa, and you have been hujaitwa kwa ajili ya kingdom financing. You've been told to take messages. That's why God gave you that 100,000 ndio uende Kisumu ukapeleke message. Sasa ukasema hii itasimamia crusade, utatoa, ni vizuri, nitachukua, nitaandikwa pale as one of development ama kingdom financier, nitatoa na utatoa na utaandikwa na utatabulikana hapa kanisani kama yule mama anatoaga vizuri, but you did it in the wrong direction. It will not be a blessing to you. Sisi tutafanya crusade, lakini wewe utabaki stagnated. Ndio unaonaga watu wakisema ni dutete kai akone kuruta wairimu dajie kuruta hiko ya wairimu gotire crusade ya wairimu itafandete gotire ke. Unaona wairimu amejenga nyumba kanisa Karen ya eka 3 na wewe bado unakoboa na hakuna kitu, hakuna crusade huko finance. Can you imagine that? When you become a blessing to me, the anointing upon me is supposed to be a blessing to you. Did you know that? When you become a blessing to this ministry, unatoa sadaka zako na ekelea hapa, the same sadaka zinafaa kujitangaza kwako. Lazima zijioneshe ya kwamba huyu is a giver in an altar that blesses. So the altar is supposed to bless you as you bless it. The altar is supposed to pay back. By paying back is opening the doors for you, because you are in the will, in the plan, and in the season where God wants you to be. You are in this church. When you are in this church, if I'm driving a car, unafaa takuwa na kisululu. Hatuwezi kukaa na wewe for 1 year na dole kanyamu need hata walibia gari. The next year utakuta next month on hiyo ingine. Si niwaambia Range Rover inakuja. I'll be driving a Range Rover. Nimeisustain, nimeizuilia kidogo ndio msione. Sasa na imagine ngepaki Range Rover na ukire magoro ukire na nduthi. Ukite guku mugongo omunjikiro ni rugongo urahina tare karangi kahakitwo. Ande makona gatare pattern yeno.
na ni ndoro matoro makuru nani pasa wanyu apakete kerejiro vakia milioni 18 ni apakete gari hau kiraga bazuzuzu yani ukinyari mazum kenywa agiri dato boka na nduthi ukigwaga kinya na mukire mukuetwo muri atatu na imanyiri andu ta atatu makuetwo ni nduthi. That one does not translate at all. When you are serving an altar that is rich, you need also to enjoy the fruits of that altar. Lakini ukiona hapa ulikuja na since you came here you've been stagnating, you've never been able to move. Check yourself, don't run away. Check yourself. Are you in the right place? Are you supposed to be here? That's the question number 1. Number 2, are you doing the right thing? And number 3, are you serving the way you are supposed to serve? Those are the 3 things. Don't run away. Just sit and ask yourself those questions. Ukijiuliza hiyo maswali 3, utajipata na utajipeleka kwa ofisi yako. Na ukiingia kwa ofisi yako, everything will work. Hello? Wakati wacha niwaambie na example yangu. Unajua mimi nataka kupeana na example yangu because me am a testimony. Myself, ukiona hii mwili ni testimony. Hii akili yangu yote ni testimony. Nikiona mwenye de teorogo tu. Todiaga kaudo gakuga. Kuna mtu alisema ati ukiuliza apostle swali tu anakuaga na answer hapo anakujibu yeye. Kwa sababu nimeona mingi. Uliwahi kutoka chokora wewe? Wewe umekuwa chokora? Alafu nini ugejira? Ni dale chokora dale moishi niliuza chang'aa, niliuza metura, nimepiga watu geta, nimefanya nini gine? Nimeuza miti ni dawa Mukuru kwa Ruben, nimejiba choo zangu pale Mukuru kwa Ruben pale panaitwa Aura hapo chini. Nilijiba choo zangu Hilo Hotel, Hilo Inn. Chini ya Hilo pale imeshikana na Mukuru kwa Ruben. Hapo nilikuwa na choo 4. Na choo za huko huchipagi sana mpaka kutoka hapa mpaka hapa. Na unaimagine sasa Mukuru mzima inakuja wapi? Kupupu hapo. Meaning kila usiku lazima utoe pupu ndio pupu ingine ikuje. Na hii tulikuwa tunatoa na ndoo. Unachota, unaweka kwa ndoo, mnabeba. Mnaenda kutupa huko chini kwa mto. Mimi. Sasa ukiniona nikiendesha kagari kagu, kametoka bali. Kametoka. Nimeiba huko Mukuru huko chini, huko ndio tulikuwa tuna wenye mashamba ile mzuri wanalima huko chini kwa maji kwa mto huko. Ukienda huko ruka teremke hivi kuna mto huko, kuna sukuma mzuri. Hiyo sukuma fertilizer ndio hiyo tulikuwa tunatoa huko, tunaenda tunamwaga kwa shamba yako. Unatupatia pesa, tunamwaga kwa shamba yako vizuri. Acha nikwambie, hiyo sukuma inatokaga ya green mzuri. Inatoka green ingine. Ukienda negereno. Ulikula. Sio nataka marikiti. Ulikula. Nataka watu wakiliga hapa wanasema nyedi yako kuna shaka marikiti otire chiko shumeta ko. Na hiyo ndio nataka ndio inakuwa the best of the best. Imeliroka green mpaka kegunyo iguzagi hiyo. Tuna imagine ma chemicals na kila kitu. Na ukura Mukuru ni kutu kwa chang'aa, busa, kila kitu, those chemicals. Na alafu huko si chang'aa ile ya kupika, ni industrial chemical. Ile dawa ya kuoza chuma ndio inamwagiliwa maji, sasa ndio inaingia kwa tubo. Ndio unasikia kama ile mtu wa chang'aa. Unaacha watu wote mwenye amekunywa hizo madawa hizo machang'aa za huko ananukanga ni kama nini? Ako na maiti. Yaani ile harufu anatoa unafikiria ni kitu kimeoza, ni kuoza. Hii osephagus kuteremuka hivi imekuliwa manyama. Sasa hizo manyama zimekuja zimelala kwa chini, zimekuwa digested. Sasa unasikia hiyo, it is a dead man walking. Ukiwa modo shwake nuga. Bwana Yesu si kupenda kwake ni kuchomwa, amechomwa. Na mahori ingine sika kihori kimoja kimekatika, kipisi kimeanguka. Sasa ndio naenda kienda huko. Ukienda I wish unaweza ungekuwa kwa hizo machoo. Hizo sasa tulikuwa tunatoa. Uone zile vitu tulikuwa tunatoa mpaka unakuta ile ni hori ya modo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo tulikuwa tunabeba na kukuta usiku. Na makamu zimebeba ndoo mbili, natembea na ndoo mbili hivi. Baka ingine sasa inaanguka kwa gabuti ndani nakaa huko. Baka unasikia ni kama ni uji huko ndani. Ni pesa. Ni kutafuta hizi maneno.
Mungu akikutengeneza, anakutengeneza ni ogoro kidare naguo. Mimi niliondokea Mungu nikiwa mdogo kwa sababu mimi nilizaliwa hivyo. Uliza mama yangu atakwambia, mimi nilizaliwa nikiwa hivyo. Nabii, lakini katoroka nikaenda kuhubiri Mugeke. Sasa angalia venye Mugeke ilinipeleka. Nilikuwa huko, nikakaa Dadora nikiwa chokora, nikitoa matakataka huko kwa Dadora. Kutoka hapo nikashikana na wangu na madheli, tukaanza kuiba na buduki. Sasa wewe ni nini unaweza kuniambia? Kama nimeiba na madheli na wanogo, na washosho. Washosho alitolewa kwa kanyumba kago pale Matasia. Kanyumba kago mwenyewe tulikuwa tunajificha. Washosho kalikuwa amekaa kama, hata wakati niliona ni kama ni washosho wako hapo. Aliwa kama odo wa sio, nilikuja straight kwako. Nilikuwa nataka kusikia uongee ndio nisikie kama sauti ni hiyo. Kalikuwa kama mtu kama haka tukamkode. Lakini kajamaa kalikuwa kanajua kurusha risasi, kakipaka ni yule kana kutoa jicho. Sasa ndio nakwambia maisha hii ndio upangike, kubali upitie mahali Mungu anataka upitie, because there is a way, there is succeed, lazima utasucceed. Kuna mahali utafika Mungu atakuinua, kuna mahali utafika utakuwa testimony, na ukisimama hivi utakuwa ukisema indeed my God has been with me. You will never go wrong when God is with you. And the people like us, musiwapende sana. Don't like people like us. We are bad. We are not good. Kwa sababu ninaweza kuwa na wewe saa hii tumeenda kukula hoteli, usikie nimetoka tu nimekwambia ngoja kidogo nimeenda. Na nimeenda. Unashindwa utakuwa kama mdo utareport hiyo hadi yate. Nimeenda. Maana the next day utanisikia niko Nakuru. Unanipigia na Nakuru kwa hiyo na hatia. Nairobi kwa hiyo na hatia. Hata sina ile limosi ile ya kutaka kukwambia pole nilikuaja. Sina hiyo kitu niliotolewa. Imagine ungekuwa ile heki anake nikiokuete odhiete ogo. Mundu ucio ni ale ngoro ya mundu. Mimi ni nabii. Mimi nikaa maisha hiyo. Naijika ndayo. Nadiri alsas. Wewe torana alsas siaku. Nikiona kaogyo kakete ngohoyere. Todo nita. Dile na stress. Ndio shikana. Tumehubiri sana leo, si ndio? Mmefurahi? Mmebarikiwa? Are you going to change? From what? From what? From what? Umesema ndio you're going to change. From what? Yeah? And you? Yeah? What? Mungu idhaberia, mwidhaberia hii. Hiyo ndio nilikuwa nataka kusikia. Shiko. Jiosha. Agnes. Wekumudere. But before you uanze kudhukumudha, kwa sababu sasa wengine hapa wataanza kuanza kujipaka matope ndio waoshwe. Sasa uliza Mungu, are you here? Don't rush on anything. Any project that you want to start, anything that you want, subject yourself to God. Surrender first to God, then ask God, are you in here? Usikuwe kama huyu mzee rafiki yako. Mzee, habari? How are you now? Kabisa. Kila kitu sasa iko sawa. You have improved completely. Kidogo tu. Kama ka percentage kanusu. Good. By miezi ingine 2, you'll be a testimony here. Ndio maana ile karatasi nilikuitisha nikae nayo. Ndio you will be a testimony, utatangazia watu. Na dunia utawekwa kwenye gazeti. Hivi, gazeti ya Kenya itakuendeka. Kwa sababu ya venye Mungu atakuwa amekufanyia. Wacha hivyo hata hao walikuiba. Une higo amekuhorera thimu. Imagine mothe huyo ahora aliona msichana mrembo kama yeye kwa Facebook. Akaandikia na message, hi. Kutoka hapo msichana akamwambia ni safe na 200,000. Mzee akatuma. Na mjui hajai kumuona hata niko hospitali. Ni demons zinatengenezanga kwa sababu zinajua ushapata. So these demons are set and they are organized. Zinaenda upande huu mwingine na upande mwingine kwa sababu all what they are intended is to remove this money. Ziondoke, maana that was a blessing to him and now they want to take away the blessing. So that is the word nambia. It is very important for you, before you make that decision, seek from God. Before you make that move, seek from God. Before you make that kind of hiyo maneno nataka kuongea migi, ask God, are you in this place?
Sio kukuja ati ukote ati hiyo kanisa kwenda itishika ile shika na pastor shika na washirika. No, don't. Ask God, am I supposed to be here? Because maybe umetumwa uende kwa nani? Kwa Kanyale, uende usaidie Kanyale atoke huko. Achana na Diliteni. Na hao umekuja hapa kukwamilia hapa kwa sababu unataka kudina gari ile ajero ile radhi. Sasa ndio unapatia na bahasha? Tulisema mtu akiingia pale anapatiwa bahasha immediately. Ni nani umepatiwa? Huyo umepatiwa. Wewe unataka hii pesa iende? Si umpatie. Ni uko tunaweka pesa hizi. Anamenya nini gile shale bade. Ni mtu akiingia pale, you pick your envelope. Every time you come here, pick that envelope, stay with it. Ndio ninaiombea kwanza. Because that is where the most important. Hiyo ya kuitisha, ya kukaa nayo. Hiyo ndio ile kitu ya muhimu kuliko vitu zingine zote. Asha, umesikia? Siku nyingine nitaona ukipatiana hapa. Utaenda kwa Aturi. Ni rebate. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. How are you? What's your name? Simon? Ndura? Ndoro? Nilipatana kuna kamusiana kameniadikia jana simu message. Akaniambia ati mama yake alikufa. Tulianza tu story tu ati hi man of God, nikamjibu yes, tukaendelea story. Akaniambia mama yangu alikufaga. Na baba yako wako wapi? Aliniambia kabla akufe, aliniambia wewe ndio baba yangu. Kako Kenagofu hapa. Sasa nikamwambia hebu nitumie picha. Nikaangalia picha nikaona hapana. Na hali ya hela kwa hatiriho. Sijai kataa mtoto yangu, sijawahi na naambia hata mkienda mkutane na mtoto unaona anafanana na mimi. Angalia tu hii na macho yangu uone ni macho kubwa na masikio kubwa. Hiyo ndio first DNA. Alafu uangalie vidole zangu. Ukiona hizo zinafanana mulete sasa tuende next process. Usiwache mtoto yangu. Ukipata mtoto yangu anapata shida mahali, please. Na usikie kaka neka waru ige. Kalete tu. Kitu kingine hata sijui ama nilipataga ama tulikuja ama tukukuja. Yeah. No nyumu dia mwadi mugate mwana nako gani sikujui unaruka mtoto sikujui teheria wana no, maybe you are sending away the king of Kenya. Sasa wakati imekuwa mkubwa umeweza kusikia DNA imefanywa ndio unaweza kusema that is my baby. Huyo ni mtoto yangu. Siku hiyo atakuruka. Learn to appreciate what God has used you. Kama hiyo ilipita ilifanyika. It is irreversible. Don't try to hide it from it. Wewe wale ukipata kitoto kiagu pale unakula wikara yako. Uhuru area, Uhuru don home, Dadora upite hivyo uwezi kosa kimoja ama kiwili. Nitafutie tu ulete. I want to be a blessing to my generation. Tusimame tu kwa mifuko ngaiwa. Tuko mifuko. Tusimame kwa miguu yetu. Today is Labor Day, si ndio? Mpaka Emmanuel Makiromori amefurahi leo. Emmanuel ni huyu anachukua picha. Kamulevi. Kana kuja ukiona Emmanuel amebeba maji, muitishe immediately kwa sababu ni chang'aa si maji. Anaendanga ananunua chang'aa hapa. Kuna mama anawauzianga hapa chini. Anamwaga maji yote alafu anawekewa hapo ndani. Sasa unakutaga hapa akisema akipita unafikiria ni mineral water. No, ni hiyo chemical na meza. The more unamkuta mkianza mlisalimia na mtu mzuri, mkiendelea sababu anaanza kuna siku alinisaidia kuhubiri hapa. Akaniambia sasa mimi nikafikiria anaongea na mtu mwingine. Nikafungua kitabu Genesis. Akaniambia mpaka hiyo message umesoma iko kwa Luka. Nikamwangalia. Nikikaka kidogo nikaguza kitu kingine. Akaniambia hata hiyo message inakuwa Revelation. Nikamuuliza kuja kufanya hivi kwa sababu mimi najua hii ni kitu nilikuwa nikafanya hivi. Nikamwambia wewe kama mashini chini wewe toka.
Because sasa unajua imeanza kupanda na kulikuwa na joto, kulikuwa kesa siku hiyo. Kulikuwa na joto sana, ilikuwa imeingia. Na the more changayo venye unaendelea kukaa kwa joto, ndivyo inaendelea kuchomeka, ndivyo inaendelea kuchoma maini, ndivyo inaendelea kuchoma utobo, hiyo akili, ndivyo inaendelea kuchoma kila kitu. Sasa kama mzee kalianza kufanya nini? Unaona kama mtu kanachukua kanafanya nini? Jicho likaanza kutoka, nikaona hii itaanguka jicho. Nikamwambia enda nyumbani. Lakini ameendelea kuchange. Si ndio? Kabisa. Now you are good. Yeah, wacha kabisa. Najua umebakisha glasi 2 kama asubuhi ulikula glasi 1, si ndio? Yeah? Utakuwa kidanganya ukisema hapana. Lakini tumuombeeni sana hawa watu walevi. Hii kitu kutoka kwa mwili inakuanga shida, si kupenda kwao. Ni kitu imekolea, imeingia ndani yake. So huyu mtu utembee na yeye ukiwa mkali kabisa, ndio at least usaidie hiyo pepo. Kuna pepo zingine lazima ukuwe mkali. Kuna pepo za kubebereswa. Ukienda kwa kanisa ya Independent watakufundisha jinsi ya kudili na mapepo. Independent wanajua Kenya hii. Hao watu wanajua. Kuna pepo ya kuzungumziwa iondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa ngoma yako kuthukiro, kuna ya kuambia na pole pole, we shetani ondoka enda. Hiyo kunayo. Na kuna pepo ya kuambia wewe shetani toka hapa. Na kuna pepo ya panga na bakora. Tuvuta watu wa Independent watawapatia. Mmeweka kitu hapo? Mmeweka? Kila mtu ameweka. Ni ya leba. Mweke kitu mzuri. Wekeleni hapa. Wekeleni tu hapa. Kuleteni tu tuwekelee hapa kwenye madhabahu. The reason nawaambianga mwekelee kwenye madhabahu, hii inakushikanisha na baraka za madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. We, tengeneza hizo microphone. Mnanyonganga hawa watu kwa nini? Mwisho wa dali ulisema uniache. Sasa mkuje hapa karibu. Wewe ni Mungu. Just surround here. Siku zote. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Uniachie. Umeahidi wewe Bwana. Nasema mkaribie hapa. Hadi mwisho wa dahari ulisema uniachi. Hebu tuliza kidogo. Ninasema niongee na Kikuyu ama niongee na Kifaransa? Mkuje hapa. Hii kitu itolewe sasa, imebarikiwa. Sio wabebeleze tu. Wabebeleze. Waimbie kawimbo ndio wakuje. Amen. Continue. Mara ile tu jipange tu hivi mpaka huko.